Ili nalo Mheshimiwa Mwenyekiti, nadhani tukilitazama itatusaidia sana kuweka utaratibu mzuri ambao maamuzi yanayotolewa na mahakama yataheshimiwa, na kwa maana hiyo mwisho wa siku tunahakikisha sasa ile haki mwisho wa siku imepatikana. Na sijui sasa hapa kwa wajibu wa mahakama kuyafuatilia maamuzi yake nayo yatoa, kuhakikisha kwamba yametekelezwa. Labda kuna haja ya kudiscuss kidogo kwamba mahakama ina nafasi gani pale inapotoa maamuzi na kunakuwa na mkwamo kwenye utekelezaji kule, na inawezaje kuyalinda. Najua kuna namna ambayo kunaweza kukawa na mjadala wa namna ya kuboresha kwenye hilo eneo. Kwa sehemu kubwa, Mheshimiwa Mwenyekiti, msaada wa kisheria unatolewa kwa kushirikiana na taasisi ambazo kwa sehemu kubwa tuko hapa. Na miongoni mwa taasisi ambazo pengine unakuta zinalalamikiwa kwa sehemu kubwa, mahakama huwa inajitokeza mara kadhaa kwamba nimekwenda mahakamani mwaka wa 5, kesi yangu inapigwa tu tarehe, inafutwa, inarudishwa, inafanywa nini, au pengine maamuzi yametolewa lakini hajapata nakala ya hukumu, na hiyo pengine ni haki yake kabisa ya msingi kuipata hiyo nakala ya hukumu ili aweze kujua hatua zinazofuata. Nadhani kwa maana ya kurahisisha, ushauri wangu ni kwamba kwa kuwa sehemu kubwa ya malalamiko ambayo tunakutana nayo kwenye legal aid, kwa sehemu moja utakuta anayelalamika katika legal aid tayari yuko mahakamani, na kwa kuhofia pengine huyo anayetoa msaada wa kisheria kutokudhani kwamba anaingilia uhuru wa mahakama, ipo haja sasa ya kuweka utaratibu mzuri wa namna gani mahakama inafikiwa kutoka kwenye legal aid point of view kwenye yale ambayo hizi taasisi na hivi vyombo ambavyo vinajihusisha sana kwenye hilo eneo viweze kuprovide a link ambayo mahakama inaweza ikawa inapata feedback nzuri na kufanyia kazi kwa wakati. Kwa hiyo kwa upande huo itatusaidia sana kurahisisha namna gani wananchi wanapata haki zao. Mheshimiwa Mwenyekiti, eneo lingine ambalo nilipenda kulizungumzia ni eneo sasa la legal development, kwa maana ya jurisprudensia ya sheria katika nchi yetu na maamuzi ambayo mahakama inayatoa, hasa ambavyo yanaweza kuchangia katika legal reforms na utunzi wa sheria katika namna ambayo inatoa reflection baada ya vifungu vya sheria kutafsiriwa na kuharmonize sheria mbalimbali. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ningependa kulizungumzia ni kuhusu community services, kwa makosa ambayo hatuhitaji kuwaweka sana watu hawa magereza, na ili hali magereza kule ni sehemu pengine ya kuwafundisha watu urekebu. Ni maoni yetu kwamba magereza au mahakama na wadau wote tujaribu sana kuitumia alternative hii kama sehemu ya kufanya maboresho na urekebu kwa hawa wahalifu kwa makosa ambayo yanaweza yakaenda kwa utaratibu huo kwa mujibu wa sheria ya Community Service Act. Kwa sababu kwa makosa tu haya madogo ya miezi 6, mwaka mmoja, miaka miwili, nadhani congestion upande wa magereza inaweza kawa ni kubwa sana kiasi kwamba kama hakuna alternative, manake utakuwa unaweza kuretain wafungwa kiasi cha kutosha, alafu bado kuna gharama ya kuwa maintain, kuwalisha asubuhi, mchana, uwavalisha uniform, hakikisha usalama wao na vitu kama hivyo. Basi kuna haja ya upande wa mahakama tujaribu kulitazama hilo pia, tuone namna gani linaweza kusaidia katika mfumo wa utoaji haki na urekebu wa hawa wenzetu ambao wanapatikana na hatia huko mahakamani.
Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo lingine ni kuhusu nidhamu tu ya utendaji sasa, kwa maana ya nidhamu ya mawakili imezungumzwa vya kutosha, lakini pengine nidhamu ya mahakimu kule ambako hasa utakuta mahakama ya mwanzo, mahakama ya wilaya, mahakama ya kimkazi, ambako hasa huko ndio wananchi wengi waliko na ndiko malalamiko yao na kesi zao nyingi zinaanzia katika level hiyo. Na pale inapokuwa malalamiko haya yanajitokeza, pengine tuongeze nguvu kidogo ya kusensitize zile kamati za nidhamu ya mahakimu. Kwa maana ya mkuu wa wilaya basi awe aware na role yake ile ya kuwa ni DC katika level ile, ana wajibu gani wa kuhakikisha kwamba nidhamu ya mahakimu inasimamiwa vizuri ili haki iweze kupatikana. Basi hilo nalo nadhani kwa upande wa executive sijui kama linafanyika vizuri sana, kwa maana ya ma-DC na ma-RC. Nadhani ile awareness upande wa mahakama ingeweza kuifanya vizuri zaidi, na wananchi wakaelewa kwamba wanapokuwa na malalamiko basi kuna sehemu wanaweza kukimbia na kuwasilisha malalamiko yao na yakashughulikiwa ipasavyo. Lakini kwa bahati mbaya sana, na pengine labda kwa heshima ya mahakimu, publicity inakuwa haipo, na nadhani iko hivyo makusudi, lakini kuna namna ambayo taarifa hizi zinaweza kufahamika ili ionekane kwamba mtu anapokuwa hakimu si kwamba hawezi kuchukuliwa hatua. Basipo hatua ambazo zinaweza kuchukuliwa, hata kama ni kuhamishwa au kushushwa cheo au kufanywa nini, basi hii public ikijua basi inajenga confidence ya upande wa mahakama. Lingine itakuwa tu ni pongezi kwa hatua ambazo mahakama inaendelea nazo katika kuimarisha utoaji haki, hasa ile efficiency na effectiveness ya use of technology. Labda tu kwa ushauri kidogo tu katika hili eneo, tujaribu kuangalia namna ambayo teknolojia basi tusaidie, badala ya kesi hizi kuwa zinakuja mtu anasubiria mahakamani akijua kesi yake itasikilizwa, amekuja tangu saa 2 au saa 3, anaweza kukaa mpaka saa 8 au saa 9 mchana ndio anapata taarifa za kwamba kesi yake imeahirishwa, na pengine muda huo angeweza kuutumia katika kufanya mambo mengine ya ujenzi wa taifa. Na ukizingatia kwamba sehemu kubwa ya Watanzania sasa wanamiliki simu, pengine wangeweza kupata jumbe fupi za kwamba kesi yako kesho haitaitwa, itapangwa siku nyingine kwa tarehe fulani, na ikawa ni efficient tu kabisa, ni reliable source ya information. Na inaweza ikawa ni njia nzuri kama haita compromise procedures zingine za kimahakama. Lakini pia namna ambavyo wateja wa mahakama wanaweza wakapata taarifa mbalimbali za kimahakama kupitia teknolojia, nayo inaweza ikatusaidia kwa kiwango kikubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, la mwisho, kwa sababu tulikonvene hapa na tumejaribu kulizungumzia kidogo, na wenzetu wa TLS wapo hapa, na Public Bar Association wapo, na wadau wote wapo, na kwa kuwa leo tumekubaliana kwamba tunaanza ushirikiano na mawasiliano, tutabadilishana hapa, basi ni vyema tu pale ambapo kunakuwa na sintofahamu au ya jambo lolote, ni vizuri sasa tukafanya mawasiliano, tukawa tunajua ni kitu gani kipo na namna gani tunaweza tukaliendea jambo hili, na kabla ya kutoa tamko basi kunakuwa na harmonization ya key stakeholders kwenye mnyororo wote wa utoaji haki. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru kwa nafasi. Asante sana.